Karibu Historizon TV. Leo tutapata nafasi ya kuzungumzia historia ya vyombo vya usafiri hapa visiwani Zanzibar, na zaidi tutaelezea kuhusiana na historia ya magari hapa Zanzibar. Zanzibar ni kisiwa ambacho kwa nyakati za sasa tunashuhudia maendeleo makubwa ya usafiri wa barabarani, lakini historia hii ya magari hapa Zanzibar ni muda mrefu. Zanzibar ni katika nchi za mwanzo Afrika Mashariki kuweza kuagiza gari kutoka Ulaya mwanzoni mwa karne ya 20. Historia inatueleza kuwa nyakati hizo ni watu wachache sana walikuwa wanamiliki magari hapa Zanzibar, hususan wanawake. Mfano, Bi Fatma Burhan Al-Amawi ndio mwanamke wa mwanzo Zanzibar kuweza na kuendesha gari visiwani hapa, ingawa kulikuwepo mtu kama Bubu Chacha na gari lake pale Mkunazini. Katika kipindi cha mwanzo mwa karne ya 20, hasa kuanzia 1900 hadi 1950, Zanzibar ilikuwa na magari machache sana kwa sababu barabara nyingi zilikuwa ni nyembamba kabla ya kujengwa barabara ya Hollis Road, Baraste 64 na ile ya Hamis Machungwa. Shughuli nyingi zilifanyika kwa usafiri wa miguu, hasa wachukuzi, punda, gari za ng'ombe, marikwama au baisikeli na hata mikokoteni. Magari ya kwanza kabisa kuingia Zanzibar yalikuwa aina ya kifahari na yaliagizwa na viongozi wa serikali ya kisultani na wafanyabiashara wakubwa. Baadhi ya magari yalikuwepo Zanzibar ni pamoja na Rolls Royce, hasa kwa ajili ya sultani na watu wa familia ya falme. Rolls Royce zililetwa kwa heshima na matumizi maalum. Gari nyingine ni Land Rover Series 1 and Series 2. Magari haya yaliingia haswa baada ya vita kuu ya pili ya dunia mwanzoni wa miaka ya 1950 kwa ajili ya shughuli za utawala na mashambani. Gari aina nyingine ni Morris Minor. Gari hili dogo la Kiingereza lilipendwa sana nyakati hizo, hasa na wafanyabiashara waliokuwepo Zanzibar. Gari nyingine ni Austin. Austin ni kampuni ya Uingereza ambayo ilisafirisha magari mengi madogo na ya wastani ambayo yalitumika kwa kazi binafsi na za kibiashara. Benford Trucks, haya ni magari mengine. Benford Trucks ni malori ambayo yalitumika kusafirisha bidhaa bandarini na sokoni. Kwa ujumla, karibu magari yote yaliyokuwepo Zanzibar zamani yalitoka Uingereza, kwa sababu wakati huo Zanzibar ilikuwa na mahusiano makubwa ya kibiashara na kisiasa na Uingereza. Barabara nyingi mjini, hasa njia kuu kama vile Mji Mkongwe, zilikuwa ndogo kupitisha magari makubwa. Hivyo matumizi ya magari yalikuwa zaidi katika maeneo ya nje ya mji kama vile Ng'ambo, Bububu na maeneo ya mashambani. Katika miaka 1950 na 1960, pamoja na harakati za uhuru, magari ya kijeshi na Land Rover mengi yalionekana zaidi kuingizwa Zanzibar. Pia kulikuwepo na mabasi. Magari haya aina ya Bedford na Leyland yalitumika kwa usafiri wa umma, yakijulikana kama mbao za mbwa. Magari ya sultani wa Zanzibar yalikuwa ya kifahari na ya kipekee, yakionyesha hadhi na utajiri wa familia ya kifalme. Sultan alikuwa na magari ya kipekee yaliyotumika kwa shughuli zake rasmi na binafsi, na haya yalikuwa ni mfano wa utawala wa kifalme wa Zanzibar wakati huo. Mfano, Rolls Royce ilikuwa ni moja ya magari maarufu zaidi yaliyotumika na sultan wa Zanzibar. Sultan alimiliki Rolls Royce kadhaa, na hii ilionyesha hadhi yake na utajiri wa kifalme. Rolls Royce ilifahamika kwa ubora wake wa kipekee na ilikuwa ni alama ya madaraka kwa mfalme na familia yake. Rolls Royce Silver Ghost. Gari hili ni moja ya aina maarufu ya Rolls Royce zilizotumika wakati huo wa utawala wa sultan. Hii ni mojawapo ya magari ya kifahari zaidi
yaliyowahi kumilikiwa na familia ya kifalme hapa Zanzibar. Packard ni gari nyingine. Packard ilikuwa ni kampuni maarufu ya magari kutoka Marekani, na sultani wa Zanzibar alimiliki baadhi ya magari ya Packard. Magari haya yalikuwa na muundo wa kifahari yenye viti vya ngozi na vifaa vya kisasa vya kiufundi. Packard 12 ni aina ya gari ya kifalme lenye injini kubwa na muundo wa kifahari. Packard 12 ilikuwa ni gari maarufu miongoni mwa watawala na watu wa familia ya kifalme wa wakati huo. Chrysler Imperial ni gari nyingine. Gari hili la kifahari la Marekani lilitumika sana kwa ajili ya matukio ya kifalme, safari rasmi za sultan. Na Chrysler Imperial Limousine ambayo ilikuwa na muundo wa kifalme na ilikuwa na huduma ya juu kabisa, ikitumiwa na sultani katika safari rasmi na matukio ya kihistoria. Mercedes-Benz ni gari nyingine ambayo ilitumika nyakati hizo. Baadhi ya sultani wa Zanzibar walikuwa na mapenzi na magari ya Mercedes-Benz kwa sababu ya umahiri wake na hadhi yake ya kifahari. Mercedes-Benz ilikuwa ni moja aina maarufu ya magari yaliyotumika na familia za kifalme. Mercedes-Benz 600. Huu ni mfano wa limosini ya kifalme ambayo ilitumika wakati wa enzi za sultani. Ilikuwa na vifaa vya kisasa na ilikubalika kama gari la kifahari na la hadhi. Lincoln Continental ni gari nyingine maarufu kutoka Marekani ambayo ilitumika nyakati hizo. Lilikuwa ni moja ya magari ya kifalme yaliyoingia Zanzibar. Lincoln ilikuwa ni limosini ya kifahari na ilitumiwa kwa matukio maalum na matukio ya mikutano ya kifalme. Daimler ilikuwa ni gari nyingine. Daimler ni mtengenezaji mwingine maarufu wa magari ya kifalme ambao walitengeneza magari ya kifahari kwa utawala wa sultani. Daimler ilikuwa ni kampuni inayojulikana kwa kutengeneza magari yenye viwango vya juu na vya kifahari na ubora. Daimler Straight 8 huu ni mfano wa gari ambayo iliwahi kutumika na sultani wa Zanzibar. Daimler Straight 8 ilikuwa ni moja ya magari yenye injini kubwa na ni ya kifahari. Gari la mwisho ambalo tutalizungumzia leo ni gari aina ya Cadillac. Cadillac ilikuwa ni moja wapo ya magari yaliyokuwa maarufu miongoni mwa viongozi wa kifalme na viongozi wa kisiasa. Sultani wa Zanzibar alimiliki baadhi ya magari haya. Cadillac ilikuwa na muundo wa kifahari na ilikubalika sana katika viongozi wa kisiasa na wa kifalme. Cadillac Series 75 limousine hii ya Cadillac ilikuwa na nafasi kubwa na ilitumika kwa ajili ya matukio ya kifalme na safari rasmi za sultan. Magari haya ya kifalme yalikuwa na umbo la kifahari na mara nyingi yalikuwa na vifaa vya kipekee kama vile viti vya ngozi ya samaki, paneli za bao za dhahabu na mifumo ya sauti za kifahari. Pia magari haya yalitumika hasa katika matukio ya kihistoria na hafla za kifalme kama vile sherehe za uhuru, mikutano ya serikali na ziara za nje. Sultani wa Zanzibar walitumia magari haya hasa kama alama ya hadhi zao na mamlaka yao katika jamii, na yalikuwa sehemu muhimu ya utawala wao wa kifalme. Magari haya pia yalikuwa ni sehemu ya maendeleo ya Zanzibar wakati huo, na kwa kuwa yalileta mabadiliko makubwa katika sekta ya usafiri na muonekano wa mji wa Zanzibar. Makala haya yameandikwa na Farid Fazaj katika mwendelezo wake wa Fahari ya Zanzibar. Simulizi wako ni Said Elbusaid. Fuatilia makala kama haya bila kukosa katika wakati mwingine. Usisahau kucomment, kulike na kusubscribe channel yetu ili uwe mwanzo kupata makala yanayofuata.